Naam msikilizaji wangu, karibu tena katika mwendelezo wa simulizi yetu nzuri ya Mhudumu, ikiwa leo tunaingia katika sehemu ya 9. Nakumbuka katika sehemu ya 8 tuliishia katika ujio wa binti Amanda, binti ambaye ilisemekana alikuwa amefariki, na watu ambao walifanya huu mpango walikuwa ni wazazi wake Mr. J. Ndio maana Mr. J alikuwa ana kisasi kikubwa sana na wazazi wake. Lakini msikilizaji wangu, cha kushangaza, Amanda alikuwa kumbe bado hajafa, na hapa alikuwa katika harakati za kurudi nyumbani. Sasa itakuwaje? Na kingine tu labda nikukumbushe, Mr. J bado yuko hospitalini akiwa na binti Sandra. Sandra anaendelea kumpatia matibabu kama mtu wake wa karibu, na huku mpenzi wake Amanda bado ana upendo wa dhati na Mr. J, na haamini kuwa Mr. J hawezi kumsaliti kabisa. Itakuwaje msikilizaji wangu? Basi fuatana nami katika sehemu hii ya 9. Siku zilipita. Asubuhi moja Mr. J aliruhusiwa kutoka hospitalini ili kurejea nyumbani kwake. Hii ni baada ya hali yake kiafya kuanza kutengemaa. Lakini kwa namna fulani hivi Mr. J alijikuta amemkumbuka sana Sandra, kwani licha ya kutompenda alikuwa amemisi kujibizana naye. Njia nzima alijikuta akitabasamu mpaka hata driver wake alimshangaa, na hakusita, ilibidi amuulize kwa nini alikuwa akitabasamu wakati haikuwa kawaida yake. Mimi nani kasema kwamba natabasamu? Alafu zingatia kuendesha gari na sio kutazama uso wangu. Mr. J alijikausha, lakini ukweli ulikuwa akitabasamu baada ya kumkumbuka Sandra. Basi alifika nyumbani kwake na aliingia mpaka katika chumba ambacho mara ya mwisho alikuwa amemhifadhi Sandra. Basi alisimama mlangoni kwa muda akitazama kitandani, lakini muda si punde alifika mlinzi wake na alimletea taarifa juu ya ujio wa binti ambaye walikuwa wamemkamata siku kadhaa hospitalini, aliyekuwa anatumiwa kwa kosa la kutaka kumuua Mr. J. Bosi, baada ya kupambana vyema na tumemtesa ipasavyo, lakini amesema kwamba ametumwa na Gilbert. Unasemaje? Gilbert yule kaka yangu? Mr. J alishangaa, kwani Gilbert alikuwa ni kaka yake. Sasa inakuwaje atake kumuua mdogo wake? Lakini hakuwa na jinsi ya kutabasamu na kumsogelea mlinzi wake. Kisha alimshika bega. Hongera sana, umefanya kazi nzuri sana, ila niache kazi hii, nitaimaliza mwenyewe. Lakini naomba upige simu katika ile hoteli na uwaambie kwamba wamrudishe yule binti kazini. Basi Mr. J alimaliza na kuondoka zake, lakini kichwani mwake alikuwa na hasira sana. Inawezekanaje ndugu yake, tena ndugu wa damu kabisa, ni kaka yake, atake kumuua? Je, ni kwa sababu gani? Au kwa vile ambavyo alimtishia? Maana msikilizaji wangu, Mr. J alikuwa na hasira sana na wazazi wake pamoja na huyo Gilbert ambaye ni kaka yake, kwamba alimtuhumu kuwa naye alihusika katika kifo cha Amanda. Labda huenda ndo anafanya revenge, au maybe alikuwa na sababu nyingine ya kutaka kumuua mdogo wake. Hatujui, lakini tuendelee kuifuatilia simulizi yetu nzuri. Basi hebu tutoke kidogo nyumbani kwa Mr. J, tuje nyumbani kwa Saada, ambaye muda huo walikuwa wamekaa wakipata kifungua kinywa, huku wakipiga stories za hapa na pale. Walikuwa wakikumbushiana mengi sana, hasa walivyokuwa wakipitia katika kipindi kigumu walipokuwa wakifanya kazi pamoja katika ile hoteli. Muda si punde mlango ulianza kubishwa. Saada alinuka na kwenda kufungua, lakini alitabasamu baada ya kumuona Dismas, kijana ambaye alikuwa akimpenda sana Sandra, na Sandra alionyesha hisia za kuvutiwa naye. Karibu sana Dismas, alafu umekuja muda mwafaka sana, maana ndipo tupo tunapata kifungua kinywa hapa. Asante sana Saada, lakini nimekuja kwa sababu nahitaji kuzungumza na Sandra. Nilienda nyumbani kwake lakini nilikuta kufuli mlangoni,
hivyo akili yangu ikanituma huenda yuko hapa kwa rafiki yake. Sijui nimemkuta au la. Sandra yupo, acha nikuitie. Basi Sada alirudi ndani akimwacha Dismas amesimama mlangoni, na baada ya dakika chache hivi Sandra alitoka na alijikuta akitabasamu baada ya macho yake kukutana na Dismas, mwanaume aliyotokea kumvutia sana kutokana na upole wake. Basi alimkaribisha na alitoa viti viwili hivi, kisha waliketi na kuanza kuzungumza mawili matatu hivi. Lakini katikati ya maongezi Dismas aliona ni vyema kama angefungua macho hisia zake. Aliamua kufunguka na kumwambia kwamba Sandra ni jinsi gani alikuwa akimpenda sana. Hii ilikuwa ni habari mpya sana kwa Sandra. Alijikuta mwili wake ukipatwa na joto la ghafla. Sasa kwa nini umeniona mimi wakati wanawake wapo wengi sana Dismas? Tena wazuri kuliko hata mimi. Swali la Sandra lilimfanya Dismas kutabasamu. Kisha alipiga goti na kushika mkono wa Sandra. Ndiyo, ni kweli unachokisema kwamba wanawake ni wengi, lakini sio wazuri sana kama ulivyo wewe. Na pia uzuri wao unawavutia wanaume wengine, ila kwangu mimi naona au kufiki hata robo wewe. Naomba please unikubalie Sandra. Naahidi kukupa upendo wa dhati daima. Maskini Dismas mpaka machozi yalikuwa yakimtoka, kuashiria kwamba maneno ambayo alikuwa akiyasema yalikuwa yakitoka ndani ya moyo wake. Yaani nasema ndani ya mtima wa moyo wake na si mdomoni tu. Sandra alimtaka Dismas ainuke. Alimtazama kwa kitambo kisha naye alitabasamu. Najua kile ambacho unapitia. Sasa nilikuwa naomba unipe muda wa kufikiria, alafu nitakupa jibu lako. Sandra alizungumzia kumtia moyo Dismas asiwezi kukata tamaa. Basi Dismas alimpatia Sandra mfuko ambao alikuwa nao, na ndani yake kulikuwa na zawadi ya nguo pamoja na viatu. Baada ya kupiga stori mbili tatu, Dismas aliinuka na kumwaga Sandra, kisha aliondoka zake. Lakini Sandra alipobaki mwenyewe, alianza kushangaa na kujiuliza kwa nini moyo wake haukuruhusu kutoa jibu moja kwa moja, wakati hapo zamani alikuwa yupo tayari kukubali haraka endapo tu Dismas angemwambia kuwa anampenda. Lakini alitoka kwenye dimbwi la mawazo baada ya simu yake kuanza kuita. Alitazama juu ya kioo chake na alijikuta moyo wake ukienda mbio, na ni baada ya kuona jina ambalo linasomeka Manager Damas. Huyu msikilizaji wangu alikuwa ni yule manager ambaye alikuwa akiwasimamia katika ile hoteli aliyokuwa akifanya kazi Sandra hapo zamani kabla hajafukuzwa. Basi alipokea simu haraka na kuweka sikioni, akiwa na shauku ya kutaka kusikia kwamba amerudishwa kazini au kuna jambo jingine limetokea. Basi mawazo yale yaliyokuwa sahihi. Baada ya salamu, manager alimuuliza kama alikuwa bado yupo mjini au alikuwa ameshasafiri. Hapana, bado nipo mjini. Okay sawa. Sasa kesho mapema sana naomba ufike kazini. Endapo kichelewa basi huna kazi. Basi manager alimaliza kuzungumza na kukata simu. Alimwacha Sandra akirukaruka kwa furaha huku akikimbilia ndani kumtaarifu Sada. Wewe jamani vipi? Mbona kama unataka kuwa kichaa? Usiniambie Dismas amekutongoza, Sada aliuliza, lakini Sandra alimkumbatia na kumkisi mfululizo. Jamani unanipaka mate. Hebu niambie kwanza nini kinaendelea huko? Maana sikuelewi kabisa ujue. Unajua kesho tunaenda kazini pamoja. Sandra baada ya kusema hivyo, Sada alibaki ameganda kwa furaha. Maana Sandra amerudi kazini au inakuwaje? Furaha iliyoje kwa marafiki hao wawili. Walikumbatiana na kuanza kuimba kwa furaha. Ila yote ilikuwa ni amri ya Mr. J ambaye alitaka Sandra arudishwe kazini, na hii ni baada ya kumuomba. Basi hebu turudi upande wa pili kwa Amanda. Alikuwa na siku kadhaa ndani ya hoteli ya kifahari. Alikuwa pamoja na rafiki yake ambaye alimshauri kujitokeza mbele ya Jonathan
ili amwambie kwamba alikuwa mzima, sio kwamba alikuwa amekufa, alikuwa mzima. Mimi naona sio muda sahihi. Unajua sio muda sahihi Rehema. Nataka nimfanyie surprise kubwa sana, ila kwa sasa acha aendelee kuamini kwamba nimekufa. Ila mabinti bana. Amanda, ujue ipo siku utakumbuka maneno yangu. Na endapo kikumbuka, basi utakuwa umechelewa. Maana muda mwafaka ndo huu. Wewe jitokeze kwa jina umweleze kwamba bado uko mzima. Rehema aliendelea kusisitiza, lakini Amanda alishikilia msimamo wake kuwa muda wa kujitokeza mbele ya Jonathan au kuwa sasa, ila nataka kujitokeza kama surprise. Basi msikizaji wangu, wakati Amanda akijipanga kusubiri ili kujitokeza kwa surprise mbele ya Mr. J. Wakati huo Mr. J alikuwa amesimama nyuma ya nyumba yake. Macho yake yaliyojaa huzuni alikuwa yakitazama moto uliokuwa ukiteketeza kumbukumbu zote za Amanda. Aliamua kuanzisha maisha mapya, maana aliamini Amanda alikuwa tayari amekufa. Hivyo kama angeendelea kumwaza na kushindwa kuangalia mbele, huenda angeendelea kuwa mpweke maisha yake yote. Nilikupenda sana Amanda, lakini Mungu kakupenda zaidi. Kwa sasa sina budi zaidi ya kuangalia maisha mengine. Ila na kuahidi kwamba lazima waliosababisha kifo chako basi watakufuata upo ulipo. Mr. J alizungumza huku akifuta machozi, ishara ya kufuta kumbukumbu zote za Amanda. Ila asijue kwamba Amanda alikuwa katika mji huo huo na muda sipunde angejitokeza. Siku iliyofuata Sandra na Sada walifika kazini. Wafanyakazi wote walimkaribisha Sandra kwa furaha, kwani walikuwa wamemiss kumuona. Wakati Sandra akiendelea kupokea pongezi, alifika meneja Damasi na alimuita Sandra ofisini kwake. Sandra haraka alimfuata meneja mpaka ofisini, ambapo walipatiwa mavazi mapya. Yalikuwa ni tofauti na mavazi ambayo walikuwa wakivaa wenzake. Meneja, inawezekana vipi mimi nikachukua nafasi hii wakati najua kabisa ni nafasi ya Madam Tina jamani? Sandra alihoji kwa kushangaa. Maana mavazi hayo ambayo amepewa ni mavazi ya kuvaa kiongozi ambaye anaongoza wafanyakazi wote pale hotelini. Sasa inakuaje amepatiwa yeye? Alikuwa anashangaa sana. Hapana, hakuna mavazi ya mtu hapa kwa sababu kila mmoja amekuja kufanya kazi. Na ni kweli alikuwa akivaa Tina, lakini hata yeye alivaa baada ya kuondoka Frida. Kwa hiyo na wewe muda wako ukiisha utaacha na atavaa mtu mwingine. Okay sawa. Sawa meneja. Sandra alikubali, lakini alikuwa hamini, maana cheo hicho kilikuwa ni kikubwa sana. Kwanza angekuwa ni mshauri wa karibu sana wa meneja Dismasi, na pili angekuwa kiongozi wa wafanyakazi wote, na tatu angelipwa mshahara mara 5 ya alivyokuwa akilipwa mwanzo. Basi ilibidi Sandra apatiwe ratiba yeyote ya kusimamia, na pia alipewa kazi ya kuhudumia VIP. Basi kazi ya kwanza, Sandra aliambiwa akawasikilize wageni wapya waliokuwa katika chumba namba 300. Alifunga safari mpaka ghorofa hiyo na kutafuta chumba namba husika. Kisha aribisha mlango, na baada ya sekunde kadhaa mlango ulifunguliwa na alitoka Amanda. Alimsalimia Sandra na kumkaribisha ndani. Sandra aliingia na kuwaomba orodha ya vyakula ambavyo wangetumia kila siku mpaka pale ambapo wataondoka hapo. Basi ilibidi Amanda aanze kumtajia, lakini kuna chakula alikitaja ambacho kilimfanya Rehema kushangaa na kumuuliza, ina maana bado unakula chakula ambacho alikuwa akikipenda Jonathan? Amanda alitabasamu baada ya kuulizwa hilo swali. Yes, nakipenda kwa sababu bado ni mpenzi wangu. Alafu huwa nikiwa na chakula hicho napata hisia kama bado niko karibu na Jonathan. Sasa kuacha ni ngumu sana. Basi Amanda aliongea kwa malingo sana, mpaka alimfanya Sandra atamani kumfahamu huyo mwanaume, na bila kujua kwamba alikuwa ndiye Mr. J. Ila jina lake halisi ni Jonathan, lakini Sandra alikuwa akimjua tu ni Mr. J. Alikuwa ajui nini maana J. Lakini Amanda
alikuwa akimfahamu vyema kwa sababu alikuwa ni mpenzi wake. Itakuwaje msikilizaji wangu endapo Sandra atajua kwamba aliyokuwa anaongelewa pale ndo Mr. J na yuko katika hoteli ambayo Mr. J anapenda kwenda pale? Itakuwaje msikilizaji wangu? Basi kwa leo kufikia hapa sina la ziada katika sehemu ya 9. Nikuombe tu usimisi katika sehemu ya 10. Utajua mengi sana. Itakuwaje Amanda tayari yuko katika hoteli ambayo Mr. J ana chumba chake pale, na pili Sandra tayari yuko kazini kwenye hoteli ile ile. Itakuwaje? Usikose msikilizaji wangu. Labda kwa wewe ambaye haujasubscribe katika channel yetu ya Mwinola TV, subscribe kabisa ili nitakapotuma mwendelezo wa sehemu ya 10 uwe wa kwanza kupata na kuendelea kuburudika. Kwenye maiki ulikuwa nami yure msimuliaji wako Leonard Johnny. Tukutane tena katika sehemu nyingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.